kinywa chako, ya kwamba usitamke maneno madhaifu, usitamke mambo mabaya, usitamke negativity, usitamke vitu ambavyo vitakuja kukuhukumu kwa miaka inayokuja mbele. Sema amina kama unanielewa. Amen. Sema amina kubwa kama unanielewa. Amen. Jambo la pili na jambo la mwisho, wakati napoenda kumaliza, wakati unasubiri, unatakiwa ufanye nini? Kitu gani unatakiwa kuzingatia? Unaposubiri unatakiwa uongeze viwango vyako vya imani. Unaposubiri unatakiwa kuongeza viwango vyako vya imani. Sikiliza nikwambie, kwenye kusubiri kunachosha sana. Kwenye kusubiri kuna kukatishwa tamaa. Lakini kama imani yako ni dhaifu, kama imani yako ni ndogo, kama imani yako imefifia, kama imani yako imetindika, wakati wa kusubiri unatakiwa uongeze, unatakiwa uchochee imani, unatakiwa upandishe viwango vya imani. Na hapa ndipo adui ametukamata katika eneo hili. Wakati tunasubiri, wakati tunangoja, wakati tunafikiri katika namna ambayo nimezitaja hapo nyuma, ya kwamba unaweza kuona kama umeachwa, kumbe uko katika kipindi cha kusubiri. Wakati unatakiwa uendelee kuchochea imani, watu wengi tunatoka kwenye imani, tunasubiri wakati tumekaa nje ya kusudi la Mungu. Na hapa nataka niseme kabisa, wakati unasubiri utakiwi kusubiri huku imani yako ikiwa haba. Utakiwi kusubiri huku imani yako ikiwa imetindika. Utakiwi kusubiri huku imani yako ikiwa imechoka. Utakiwi kusubiri huku imani yako ikiwa imelegea. Unaposubiri unatakiwa uongeze viwango vya imani. Unaposubiri unatakiwa upandishe viwango vya imani. Upandisha viwango, upandisha viwango, upandisha viwango. Wakati unangoja zifike zama, yuko dada moja anasubiri kwa leo. Yuko dada moja anasubiri leo. Kushoto ameleta kusubiri, kulia amemshika Yesu, kulia amemshika Yesu. Ifike zama, mfanya biashara wakati anasubiri mtaji mkubwa, kushoto ameshika mtaji mdogo, kulia amemshika Yesu, huku anasubiri. Ifike mahali, itokee mahali, amesubiri mwanafunzi mmoja, kushoto ameshika masomo.